Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Robert John Kyando. Mimi ni mzaliwa wa Makete, Bulongwa, ni Mkinga. Nilifanikiwa kusoma huko Makete, shule ya msingi pamoja na sekondari. Lakini sekondari pia nikaja kusoma form 5 na 6 Morogoro Mzumbe. Baada ya hapo nikaingia Muhimbili nikasoma kozi ya pharmacy kwa muda wa miaka 5. Nikimaanisha mpaka internship. Kwa hiyo kwa sasa mimi ni mfamasia ambaye inaendelea kulitumikia taifa maeneo mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Salome Shayo. Mimi ni mzaliwa wa Moshi, ni Mchaga. Nimekulia Moshi tangu nikiwa mdogo mpaka nilipomaliza kidato cha 4. Then nikaja Dar es Salaam ndo niliposoma masomo ya chuo na nilisoma kozi ya famasia. Kwa hiyo mimi ni pharmaceutical technician. Siku ya kwanza nakutana na mwenzangu. Tulikutana katika mazingira ya shule. Mimi nikiwa mkufunzi, yeye mwanafunzi. Kwa hiyo tulionana kwenye mazingira hayo. Baada ya hapo tukajuana. Baada ya yeye kuwa amemaliza masomo ndipo tukaanza urafiki. Baada ya hapo nikiwa mentor wake kumwelekeza mambo kadhaa ya kuhusiana na taaluma yake. Hapo ndipo tulipofahamiana vizuri zaidi, ndipo tukaingia kwenye uchumba mpaka ndoa. Mara ya pili kukutana ni mume wangu alinikaribisha kanisani kwenye ibada. Kwa hiyo nikakutana naye, tukaelekea ibadani kanisa la Spirit Embassy. Na hapo ndo ukaribu ulivyozidi zaidi kwa sababu tulikuwa tunaenda kanisani kwa pamoja. Kila Jumapili tulikuwa tunakumbushana ibada, tunaenda kanisani. Tangu nilipomjua Salome, kabla hata tujaanza urafiki, nilimfahamu kama mtu ambaye ni mtaratibu sana, mtu ambaye ni msikivu, mtu ambaye anafuatilia mambo kwa ukaribu. Lakini pia kikubwa zaidi ana hofu ya Mungu. Kwa hiyo kwa sababu na mimi nilikuwa ni mtu ambaye napenda ibada, nikaona huyu atanifaa kwa maana ya kwamba ana hofu ya Mungu ndani yake, lakini ni mchapakazi, mpole, ni mtu ambaye anaweza kusimamia kile anachokiamini. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vilinivutia kwake mpaka ikafika mahali tulipofikia kuwa katika ndoa. Aliponiambia nakuja nyumbani nilifurahi sana kwa sababu nilijua kama ameniona kabisa nafaa na mimi nimemridhia yeye kuwa mume wangu. Kwa hiyo nilifurahi kwa sababu najua kwenye maisha nitakuwa naye siku zote, mtu ninayempenda kuliko kitu chochote. Wazazi wake napenda kuwashukuru sana kwa maana ya kwamba mtu anapokuwa amekuwa unamuona na tabia njema, inamaanisha kila kitu kilianzia nyumbani. Kwa malezi yake kutoka kwa wazazi wake ndio aliyomfanya awe na nidhamu ambayo mimi nimemuona nayo. Amekuwa na tabia hiyo ambayo mimi nimemuona kwamba ananifaa. Kwa hiyo nashukuru wazazi wake kwa kumweka au kumjenga katika mazingira hayo mpaka sasa amekuwa mke wangu. Vitu nilivyoona kwake ni ana ile leadership ndani yake, na mimi huwa napenda mtu ambaye nitakuwa naye awe ananiongoza kwenye baadhi ya vitu, sio kwamba tumelingana kwenye akili. Kwa hiyo akiwa ananiongoza kwenye baadhi ya vitu, nikitaka ushauri ananipatia, vitu vingi anakuwa ananiongoza. Kwa hiyo napenda kuongozwa na mtu ambaye nampenda na nitaishi naye siku zote. Kitu ambacho naweza nikasema kwamba nikiingia kwenye ndoa nitakimiss ni kwamba nikiwa na mke wangu sidhani kama nitakuwa na ule uhuru ambao nilikuwa nao mwanzo, kwamba naweza nikaenda kila sehemu ninapotaka, naweza nikarudi nyumbani kwangu ninapotaka. Lakini ukishakuwa na mke kama hivi siwezi kuwa tena namna hiyo. Kwa itabidi lazima nifike kwa wakati nyumbani ili niweze kuwa na mke wangu nyumbani na mazingira ya nyumbani. Vitu nitakavyomisi sana, labda mitoko ya marafiki sana. Mingine nitakuwa na miss kwa sababu nitakuwa niko busy na familia na mume wangu. Shukrani zangu kubwa nazipeleka kwa Mwenyezi Mungu aliyetupa uhai wote, lakini pia nawashukuru wazazi wangu, pia na wazazi wa mke wangu wametufikisha hapa tulipofika leo. Pia nawashukuru ndugu, jamaa na marafiki wote ambao wamefanikisha sherehe hii. kamati zote ambazo zimeshughulikia mpaka tumefika mahali hapa,
wageni waalikwa ambao kwa michango yenu na kwa hali na mali mmeweza kufanikisha sherehe hii. Basi nipende kuwashukuru sana. Mungu awabariki sana. Maneno hayawezi kutosha, lakini niseme tu asanteni sana. Mungu awabariki.